الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chake Mwenyezi Mungu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leo ni siku tukufu ya Jumaa, siku ambayo kwamba imeanguka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na Jumaa katika Ramadhani, ikiwa ndani ya Ramadhani, ni bora zaidi kuliko Jumaa katika miezi mingine. Jumaa ina fadhila nyingi sana. Siku ya Jumaa tulielezewa baadhi yake, na katika fadhila za siku hii ya Jumaa ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka wakati ambao kwamba huwa anaikubali dua ya mtu yoyote, min umuri dunia wal akhirah, katika mambo ya dunia na akhira atakayoyaomba. Kwa hivyo Jumaa ni siku ya kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ile saa ambayo kwamba Mwenyezi Mungu anajibu dua ameificha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili kila wakati wewe ukimuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Jumaa ni siku ya kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ukiipata ile saatul ijaba, na ulama wametofautiana, wanazuoni kila mmoja anasema wakati wake. Kunaambiwa kwamba wanasema ni ma baina al-adhan wa ile khutba ya Jumaa, katikati ya adhan na ile khutba ya Jumaa. Wengine wanasema ni wakati imamu anaketi katika mimbar, baina al-khutbataini, baina khutba mbili. Wengine wanakuambia ni baada ya salati al-asr. So kauli ni nyingi. Almuhimu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameificha ile saa ya dua kujibiwa. Na tukizungumzia dua, kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anatuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba duau mukhul ibada, ama dua huwa al-ibada. Kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio undani wa ibada, ndio ibada yenyewe, kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunaswali, tunafanya hija, tunatoa sadaka, tunafanya ibada nyingi, lakini yote inarudi pale kwa dua, kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe unaswali ili uwasiliane na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, umuombe, umuelezee shida zako. Kwa hivyo dua, kumuomba Mwenyezi Mungu, kuwasiliana na Mwenyezi Mungu, kumuelezea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala matatizo yako ayatatue, ndio ibada, ndio undani wa ibada. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani anatuambia kwamba waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mwenyezi Mungu amesema kwamba niombeni na mimi nitajibu. Ud'uni astajib lakum, niombeni na mimi nitajibu. Na katika mwezi wa Ramadhan, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoelezea aya za saum katika suratul Baqara, mwisho amemalizia kwa aya ambayo kwamba inazungumzia masala ya dua, kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Waislamu wanapokuuliza kuhusu mimi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa inni qarib, basi waambie mimi niko karibu nao. Ujibu da'wata da'i idha da'an, najibu maombi ya mtu yoyote ambaye kwamba ataniomba.
Kwa hivyo kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio culture ya Uislamu, ndio thakafa ya Uislamu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika hadithi al-Qudsi, man lam yas'ali llaha yaghdhab alayhi, usipomuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu atakukasirikia. Wewe ukitaka kuwa na hasira za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni ukae umetosheka, uwezi ukamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atakukasirikia ikiwa humuombi. Na dua, kuna dua tofauti. Kuna wewe kujiombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukaketi peke yako ukamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni vizuri. Na vizuri zaidi ni wakati ambapo kwamba mwenzako anakuombea dua. Anatuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, unapomuombea mwenzako dua, Mwenyezi Mungu fulani mfungulie biashara yake, Mwenyezi Mungu fulani mpe mke mwema, Mwenyezi Mungu fulani mpe watoto, Mwenyezi Mungu huwa amekuwekea malaika ambaye kwamba naye pia anakuombea dua nzuri. Pale unapomuombea mwenzako, na ule malaika pia na wewe pia upate yale mazuri. Lakini kuna fikra ya Kiyahudi ambayo inazunguka katikati ya Waislamu kwamba si vizuri Muislamu kumwombea Muislamu mwingine. Utakuta baadhi ya Waislamu hata tunapoketi pamoja tunaomba dua, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, yeye amejikunja, amekunja uso, amekasirika, haitikii ile dua, kwa sababu ya ile imani ya Kiyahudi kwamba wewe hufai kumwombea mwenzako. Na ati hoja wanaokuja nao ni kwamba wewe shida zako ni wewe unazijua wewe mwenyewe sana, mwenzako hazijui. Wewe ndio una uchungu na shida zako, so ukiomba jiombe peke yako. Lakini hawasomi sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati mmoja Umar bin Khattab alikuwa anaenda kufanya hija akiwa Madina. So alienda anarudi Maka afanye hija. So alikuwa anawaaga watu naenda kufanya hija. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Umar bin Khattab, la tansana min duaika ya ukhay, ya usitusahau na dua yako wewe ndugu yetu. Mtume anamwambia Umar akifika kule hija amuombe dua. Mtume anamuomba Umar amuombe dua yeye. Sasa kwa nini sisi tusiombeane wenyewe kwa wenyewe? Ndio kule kujaliana ambao kama Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba mfano wa Waislamu katika kushikamana kwao kama thalil jasadil wahid, ni kama kiwiliwili kimoja. Ule umoja wa Uislamu ni kama mwili mmoja. Mwili ukiumia sehemu ndogo, mwili wote unapatwa na homa. Sasa ikiwa hatuombeani Mungu, na kila mmoja amejificha kona yake, dua inaombwa hapa, mwingine amekasirika, ni kama tunaomba babake, labda babake ni bilionea, trilionea, anakasirika, mbona mnamuomba? Tunamuomba Mola wetu wote. Na dua zinapoombwa za pamoja, dua hizi zinaitwa duaun amma, dua za ujumla. Ukisema Rabbana atina fid dunya hasana, Mwenyezi Mungu tupe katika dunia mema, ni sote Mwenyezi Mungu atupe mema katika dunia, na kila mmoja ana mema yake katika dunia ambayo kwamba anataka. Wewe unataka mke, wewe unataka pesa, mwingine anataka watoto, mwingine anataka biashara yake ifunguke. So ni dua amma, dua inakusanya, inaingiza kila mtu. Ukiitikia amin, na tukumbuke kwamba amin yangu mimi nikisema amin nimuombe Mwenyezi Mungu, inaweza kuwa haina nguvu kushinda amin ya mtu mwingine. Sote daraja yetu mbele ya Mwenyezi Mungu ni tofauti. Kuna mtu akiomba dua wakati wa alfajiri, kabla hajatoka msikitini amefika kwa geti ile dua Mwenyezi Mungu ameijibu. Mwingine utaomba leo, baada ya miaka 3 ndio utajibiwa. So wakati tunaketi tuitikie sote amin, mpaka yule ambaye kwamba yuko karibu na Mwenyezi Mungu akisema amin, ndio dua inakuwa wepesi zaidi kujibiwa ile dua. Watu wako tofauti mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenzako daraja yake iko juu, na ndio utakuta katika maswahaba kuna wale ambao kwamba walikuwa wanasifika dua zao zinajibiwa kwa haraka. Anaomba kitu mtu dua inapita. Kwa hivyo na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi
tukufu, thalathatun la turaddu da'watuhum, kwamba kuna watu ambao kwamba sampuli tatu dua zao hazirudishwi, wakiomba dua inapita. Wa kwanza anasema Mtume SAW, al-imamu al-adil, ni kiongozi ambaye kwamba ni mwadilifu, kiongozi katika nyanja yoyote, yeye ni msikitini, ni imamu wa msikitini, ni kiongozi katika siasa, ni kiongozi katika magrupu zetu za youth group, ni kiongozi katika kampuni. Ukiwa mwadilifu, basi Mwenyezi Mungu anakupa chance ya yeye kujibu dua yako haraka. Kwa hivyo ni muhimu watu kuombeana dua. Ukiwa ni kiongozi mwadilifu, mimi nina shida yangu, ndakuja kwako niombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nitatulie matatizo yangu. Ikiwa wewe ni mwadilifu, una hiyo nafasi kushinda mtu mwingine yoyote. Wa pili, Mtume SAW anasema waswaimu hatta hina yuftir, na mtu mwenye kufunga anapofungua, wakati ule wa kufungua adhani na adhini ya magharib imefika, wakati wa kufungua, ukiwa umefunga dua yako hujibiwa pale haraka. Lakini sisi tunakafilika, wakati wa kufungua wengi tunang'ania vile vitu vya kufungua, na sababu una chance ya wewe dua yako kujibiwa. Fungua, uketi kidogo, inua mikono yako, muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutatulia matatizo yako. Amekupa ile chance Mwenyezi Mungu ya dua ile kujibiwa. Watatu anasema Mtume sallam, wa da'watul mazlum yarfa'uha fawqa al-ghamami wa tuftahu laha abwabu as-sama, na dua ya mtu ambaye kwamba amedhulumiwa, mtu ambaye kwamba amenyang'anywa haki yake, mtu huyu akimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema kwamba ile dua yake anainua juu binguni, watuftahu laha abwabu sama, na dua ya yule aliyedhulumiwa hufunguliwa milango ya bingu. Wa yaqulu rabbu azza wa jalla, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa izzati la ansurannaka walau ba'da hin. Anaapa Mwenyezi Mungu kwamba kwa utukufu wake, kwa ushindi wake, Mwenyezi Mungu atamnusuru yule aliyedhulumiwa walau baada hin, hata kama itapita muda. Kwa hivyo unapochukua haki ya mtu, usikae comfortable. Ukiona unaendelea kuishi vizuri, elewa wakati wako wa kupata adhabu ya ile dhulma uliyofanya inakaribia. So la muhimu kufanya ni wewe kurudisha ile madhlama na kuleta maslahi baina yako na ule mdhulumu, kabla ile dua haijafika, da'watu mazlum haijakufikia ile dua ya mazlum. Kwa hivyo aliyedhulumiwa ni mmoja katika watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajibu dua zake. Wa kana alayhi salatu wassalam yasta'idhu billahi min da'wati al-mazlum jaharan amama al-muslimin. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akijikinga na dua ya mtu aliyedhulumiwa mbele ya Waislamu. Yeye ni mtume, lakini anamuomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, niepushe na dua ya mtu ambaye kwamba amedhulumiwa. Allahumma, akisema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inni a'udhu bika min wa'tha'i safar wa ka'bati al-munqalab wal hur ba'da al-kur wa da'watu al-mazlum wa su'ul manzari fil ahli wal mal. Akiomba dua mrefu Mtume sallam katika hii dua akisema kwamba anajikinga na wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokamana na dua ya mtu ambaye kwamba alidhulumiwa. Kwa hivyo dhulma ni kitu ambacho kwamba amekikataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ametukataza dhulma na amekataza watu kudhulumiana, kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akimtetea madhulum kwa njia yoyote ambayo kwamba alikuwa akiweza. Kwa hivyo ukiwa umefunga, ndugu Muislamu, kumbuka kwamba wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa nafasi ya dua yako kujibiwa, na tumia hii fursa kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, na Mwenyezi Mungu mwenyewe ameahidi kwamba omba nitakujibu. Omba matatizo yako na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atajibu yale matatizo. Kwa hivyo
tutumie fursa hii ya Ramadhani kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutatilie matatizo yetu, na kila mmoja na matatizo yake, na la muhimu zaidi ni tuombeane Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe ukiwa unashindwa kujiombea mwenyewe, usisahau kabisa kumuombea mwenzako. Na katika dua vile vile imetajwa katika hadithi nyingine dua ambazo kwamba hujibiwa ni dua ya mzazi kumuombea mtoto wake, na kinyume pia mtoto kumuombea mzazi wake, rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Mzazi anapomuombea dua nzuri mtoto wake, ile dua hupita haraka. Lakini sisi tumeshikilia ile ya dua mbaya tu peke yake. Mtoto akikosa adabu kidogo, ndakulani wewe, ndakuwapiza, unataka kumuombea dua mbaya tu. Kumbuka pia kuna dua nzuri kwa mtoto wako unaweza kumuombea. Na ndio utaona watoto wengi wanapokuwa watu wazima na tabia zao ni mbaya, mara nyingi huwa ni wazazi wao waliowaapiza. Sasa wengine wanawaapiza bila kujua. Mtoto mdogo anafanya makosa, wewe kazi yako ni kumtukana matusi mabaya, mbwa sijui nini. Kisha ule mtoto anakuja kuwa mtu mzima, anakuwa na tabia kama za mbwa, anakuwa na tabia mbaya vile ulivyokuwa ukimtukana. Kwa hivyo tuchunge midomo yetu tunapo wazungumzia watoto wetu. Muombee mtoto wako dua nzuri, muombee afya, muombee apate ilmu, muombee apate kazi nzuri. Kuna mengi ya kuwaombea watoto. Na vile vile watoto wana nafasi ya kujibiwa dua haraka wanapoombea wazazi wao, hasa wakiwa wamekufa, wameondoka katika dunia. Rabbi ighfirli, tumesoma dua Mtume sallam alikuwa kila mara akisema rabbi ighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Mwenyezi Mungu nisamehe mimi na wazazi wangu kama walivyonilea nikiwa mdogo. Kwa hivyo ndugu Waislamu, dua ni muhimu tukiwa tumefunga, tukiwa ndani ya ibada ya saum. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunamuomba kwa baraka ya siku hii ya leo ya Jumaa na kwa baraka ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie hii Ramadhan ni nafasi yetu ya kubadilisha maisha yetu inshallah. Allahumma barik lana fima razaqtana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala ta'atik birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun mursalin walhamdulillah.